Jinsi ya kujijenga upya wakati maisha yanapokuwa na majaribu. Karibu kwenye kipindi hiki cha mafunzo na motisha. Leo tutazungumzia mada muhimu sana. Jinsi ya kujijenga upya wakati maisha yanapokuwa na majaribu. Kila mtu duniani hupitia nyakati ngumu. Wengine hupoteza kazi, wengine hupoteza biashara, wengine hupitia matatizo kifamilia, magonjwa, usaliti au kushindwa kufikia ndoto walizokuwa wamezipanga kwa miaka mingi. Mara nyingi tunapoanguka tunahisi kama kila kitu kimefika mwisho, lakini ukweli ni kwamba mwisho wa jambo moja unaweza kuwa mwanzo wa jambo jipya. Mara nyingi maisha hutuvunja ili kutufundisha, hututetemesha ili kutuimarisha, na haturuhusu kuanguka ili kujifunza namna ya kusimama tena kwa nguvu zaidi. Katika video hii tutajifunza hatua muhimu za kujijenga upya baada ya kupitia majaribu makubwa ya maisha. Sehemu ya kwanza, kubali hali iliyo mbele yako. Hatua ya kwanza ya kujijenga upya ni kukubali hali halisi. Watu wengi hukwama kwa sababu wanakataa kukubali kwamba mambo yamebadilika. Wanatumia muda mwingine kulalamika badala ya kutafuta suluhisho. Kukubali hali sio kushindwa. Kubali hali ni hatua ya kwanza safari mpya. Ukipoteza kazi, kubali kwamba kazi imekwisha. Ukifeli katika biashara, kubali kwamba biashara hiyo imefeli. Ukiachwa katika mahusiano, kubali kwamba sura hiyo imefungwa. Ukishakubali ukweli, akili yako inaanza kutafuta njia mpya za kusonga mbele. Acha kujilaumu kupita kiasi. Ni kawaida kujiuliza, kwa nini nilifanya kosa hilo? Kwa nini si kuchukua uamuzi tofauti? Lakini kujilaumu kupita kiasi hakubadilishi yaliyopita. Badala ya kujiuliza kwa nini ulikosea, jiulize, nimejifunza nini kutokana na kosa hilo? Watu wengi mafanikio hawakufika walipo kwa sababu hawakuwahi kukosea. Walifanikiwa kwa sababu walijifunza kutoka kwenye makosa yao. Kila kosa lina somo, kila kushindwa kuna funzo, kila maumivu yana ujumbe. Linda akili yako. Katika nyakati za majaribu, vita kubwa huwa ndani ya akili. Ukianza kuamini kwamba wewe ni mshindwa, utashindwa. Ukianza kuamini kwamba hakuna tumaini, utaacha kupambana. Ndio maana ni muhimu kulinda mawazo yako. Soma vitabu vya motisha, sikiliza mafundisho ya kujenga akili, jizungushe na watu wanaokutia moyo, epuka watu wanaopenda kukatisha tamaa. Kumbuka kwamba mawazo yako leo yana uwezo wa kuumba maisha yako ya kesho. Anza na hatua ndogo. Watu wengi wanataka kubadilisha maisha yao kwa siku moja, lakini mafanikio hujengwa hatua kwa hatua. Ukipoteza kila kitu, usifikiri lazima urudishe kila kitu kwa siku moja. Anza kidogo. Anza kuokoa pesa kidogo. Anza kujifunza ujuzi upya. Anza kufanya kazi ndogo. Hatua ndogo zinazofanywa kila siku huzaa matokeo makubwa baada ya muda. Sehemu ya 5, jifunze ujuzi mpya. Dunia inabadilika kila siku. Mtu anayejifunza ana nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko anayekata kujifunza. Jiulize, ni ujuzi gani unaweza kunisaidia leo? Ni nini ninaweza kujifunza kupitia simu yangu? Ni biashara gani ninaweza kuanzisha? Ni taaluma gani ninaweza kuboresha? Kadri unavyoongeza maarifa, ndivyo unaongeza thamani yako. Na kadiri thamani yako inavyoongezeka, ndivyo fursa zinavyoongezeka. Acha kuishi kwenye yaliyopita.
Kuna watu ambao maisha yao yamesimama kwa sababu wanaendelea kuishi kwenye kumbukumbu za jana. Wanalia kwa sababu ya makosa ya zamani, wanateseka kwa sababu ya usaliti wa zamani, wanajuta kwa sababu ya nafasi walizopoteza. Lakini huwezi kuendesha gari ukiwa unaangalia kioo cha nyuma muda wote. Said Mira: yaliyopita ni somo, sio makazi. Yatumie kukufundisha, sio kukufunga. Kuwa na nidhamu. Nidhamu ni daraja katika ya ndoto na mafanikio. Watu wengi wana ndoto kubwa lakini hawana nidhamu ya kuzifanikisha. Amka kwa wakati, tekeleza mipango yako, tumia muda vizuri, epuka uvivu, fanya kila unachopaswa kufanya hata kama hujisikii kufanya. Nidhamu ndiyo siri ambayo watu wengi hawaipendi, lakini ndiyo inayowatofautisha washindi na walioshindwa. Kuwa mvumilivu. Miti mikubwa haikuwa kwa siku moja, majengo marefu hayajengwa kwa siku moja. Mafanikio ya kweli yanahitaji muda. Usikate tamaa kwa sababu hujaona matokeo haraka. Endelea kupanda mbegu, endelea kufanya kazi, endelea kujifunza, endelea kuamini. Siku moja utaangalia nyuma na kugundua kwamba kila hatua ndogo ili kufikisha mahali ulipo. Shukuru kwa ulichonacho. Shukrani huleta nguvu mpya. Wakati mwingine tunajutia sana kwenye yale tuliyopoteza mpaka tunasahau yale tuliyobaki nayo. Bado una pumzi, bado una akili, bado una muda, bado una nafasi ya kuanza tena. Shukuru kwa kila jambo ndogo. Moyo wa shukrani huvutia matumaini na amani. Usikate tamaa kamwe. Kuna watu wengi waliowahi kuanguka vibaya kuliko wewe, lakini waliinuka, walipambana, walivumilia. Leo wanaheshimika kwa sababu hawakukubali kushindwa. Kumbuka, kuanguka sio mwisho. Mwisho ni pale unapotaka kusimama tena. Maisha yatakujaribu, watu watakusaliti, watakukatisha tamaa, utapitia changamoto zitakuja, lakini ukiendelea kusonga mbele, kuna siku ushindi utakuwa wako. Yes. Rafiki yangu, kama unapitia kipindi kigumu leo, nataka ukumbuke jambo moja muhimu sana. Majaribu hayaji kukuangamiza, yanakuja kukufundisha, kukukomaza na kukuandaa kwa kiwango kikubwa zaidi cha maisha. Usikubali maumivu ya leo yaibe ndoto zako za kesho. Usikubali kushindwa mara moja kukufanya uamini kwamba wewe ni mshindwa wa maisha. Simama tena, anza tena, amini tena, pambana tena, kwa sababu ndani yako bado kuna nguvu, bado kuna uwezo, bado kuna ndoto na bado kuna nafasi ya kufanikiwa. Leo unaweza kuwa unapitia giza, lakini giza halidumu milele. Endelea kutembea, endelea kuamini na endelea kufanya kazi kwa bidii. Kumbuka, watu wenye mafanikio si wale ambao hawajawahi kuanguka, bali ni wale ambao waliamua kusimama kila walipoanguka. Ndugu yangu, kabla ya kumaliza video hii, nataka nikukumbushe jambo moja muhimu sana. Maisha hayapimwi kwa mara ngapi umeanguka, bali kwa mara ngapi umeamua kusimama tena. Kila jaribu unalopitia leo linaweza kuwa daraja la kukufikisha kwenye mafanikio makubwa kesho. Usikubali changamoto zifanye uamini kwamba safari yako imekwisha. Bado una nafasi ya kuanza upya, jifunze upya na kujenga maisha bora zaidi kuliko ulivyowahi kufikiria. Kumbuka kwamba hata usiku ukiwa mrefu kiasi gani, asubuhi lazima ifike. Vivyo hivyo, maumivu, kushindwa na matatizo hayadumu milele. Ukiendelea kuwa na imani, uvumilivu, nidhamu na bidii, siku moja utaona matunda ya juhudi zako. Hivyo basi, usikate tamaa, simama tena.
Futa machozi yako, jikubali, jiamini na uanze hatua mpya ya maisha yako kwanza leo. Maana ya kweli ya ushindi si kutopitia majaribu, bali ni kuyashinda majaribu hayo na kutoka ukiwa mtu mwenye nguvu zaidi kuliko ulivyokuwa awali. Asante sana kwa kutazama video hii. Kama ujumbe huu umekugusa moyo, usisahau kulike, kusubscribe na kushiriki video hii ili kuwapa moyo watu wengine wanapopitia nyakati ngumu. Tukutane tena kwa video nyingine yenye mafunzo na motisha zaidi. Hii ni Ichaka Media, mimi ni Prince Motivator. Asanteni.